Welcome back, guys, to another episode. Actually, in episode 5. Drum rolls. Drum rolls. Episode 5. Karibuni. Asanteni sana kwa kustick na sisi from episode 1 mpaka sahi. Special thanks from the crew here because they stick na sisi since mwanzo. From 3/4 of the team. One of us is not here. So karibuni. Today tunaongelelea badness mtaani. So acha kwanza mbogi yangu introduce kwanza. Because we are one man short, so anyone who's joining us today anaweza taka kujudge majina zetu. So The last time nikisikia mkisema mtu akiwa missing kasi mimi tutakuwa two men short. Yeah, tuko what? Jenga. PK beshtagazuru. Stano kama kawa. Beshtagazuru is crazy. Stano. So madness mtaani. Mbona uko na ball of wood? Mimi nimepewa opportunity ya kushika ball, so kama niitumie vizuri. Hii ball shikanje. Utashika. Sasa leo nimeishika. No. PK. Naona rafiki yako ndo yuko. Mr. G. Eh. Magazeti ama maripoti nasema ako Zanzibar. Ati Zanzibar? Wapeleka madness huko. Kuna event ya chakula huko. Wewe wangi huko muhusu na yuko. Asisi ni kitu yuko. Special thanks kwa mse mwenye alimlipia. Special thanks by the way kwa mtu alilipia Kadhuru trip ya Zanzibar. Ulifanya poa. At least amefulfill dream yake moja. Yep. Ya kwenda Zanzibar. Ameishi kutamani bana. Wanze. Anajibarizi huko. Anaponga wewe. Enjoy mnazi. Enjoy mnazi. Anavaa shorts huko. Sidhani kuna short nasa vitu mse. Kadhuru hakuna short inaweza mtoshea. So madness mtaani. Hiyo ndo topic ya leo. Hiki Kadhuru. Madness ni kuchizi. Madness ni kuchizi. Sasa hiki Kadhuru. Ni madness gani huwa zina happen mtaani na ni gani ishai happen any of us? Wacha tuanze na PK. Wewe ni gani, ni madness gani na happening mtaani? Ishai ku happen? Na ukiongea unashika ball. Ukiongea unashika ball. Tupoa. Kuna story fulani ili happen kwa mtaa kwetu. Sisi tunaishi karibu na road. Halafu wao sana kulikuwa na ile msako yenye polisi kuja wanashika vijana hivyo. Hivyo tu wanashtukia tu polisi wako around wanakamata vijana. Usikii kwa yuko tu kwa nyumba tu hivi. Nasikia watu nje katika kama mbao umetoka sijaka. Yaani wanawea sana kama mvua. Mvua sio hiyo sound hivyo. Lakini nasikia jeshi imejaa kwenyu wanakuja kuchificha kwenyu simply because mko karibu na road. Na road. Unaona? Ukitoka wanashangaa rada. Mbona vijana wanakuja kujificha? From nowhere, yani vijana tu wanakimbiza. Wanakuja tu kujificha kwenyu. Wakaingia tu kwenyu. Wakaingia tu kwetu juu karibu na road. It was crazy. You know masana. Hawa kwenye vijana huashikwi. Wetu kuko safe man. Ndaje ni wapi? Chorea. Atuchocha. Crime iko zero man. Nataka tuingie topics. Yaani tunaogopa tukiwa naye hapa juu anaweza nigeuzia. Hakuna. Tunaweza geuziwe nini yote. Most innocent person you ever come across. Simply because you got miwani. Yureko naweza kuibia. Nini ya? Yureko naweza kuibia. Kunibia? Azi. Azi kwa nini? Aje sasa naenda kuna muibia aje. Hata mwizi akaangi mwizi. Ngoja. Sasa after wale kama mzuni, watu walifikiria labda ni wenu ama kulienda aje eventually. Hatufanani. Angekuwa wetu. Nenda kwa rasa kuangalia kama ukizana kufanana. Walikaa kwenyu mpaka makarao wakaenda. Hadi disappear. Yeah. Manze, imagine. So mloko my head fugitive. Imagine, kind of. Damn. Mama sana. Lakini hizo vitu ni rare sasa. Wewe kama unakaa kwa apartment hizo vitu huwezi elewa. Imetoka hapo. Hapa ndio kwenye kuna soja. Kuna soja.
Unaona kwanga hadi na gate man. Before ingie. Hata si gate man. Ni gate zile ziko before mtu afike kwenye anafanya. Kuna main gate alafu ya store sasa na. Sawa. Mpaka kuingia kwa choma. Crazy. Zenga. So ski kuna nasikia lazima mtu ashike ball. Kuna ushu wangu fulani. Sasa hiyo day kulikuwa kumenyesha. Uski alibi wangu wa mbuzi zake kunyesha man. Mbuzi. Ukinyesha. Na sema kwa kuna wizi. Nataka kusema hakuna wizi. Unajua sasa like tunapakana na kina PK hiyo side nyingine. Wanatoka hiyo side kina PK. Acha hakuna kitu kama hiyo. Kuna kitu kama hiyo. Ni kwetu alafu kuna stream alafu hiyo pande nyingine kina PK. Usikia magondi utoka hiyo side. Wanakuja hizo wanatoka hizo dia kashia. Sasa si wadi yule daktari Mugo alikuwa anaishi kwetu. hapana. Alikuwa anafanyia kazi kwetu. Unaona? Sikizi kuishi. Wengi alikuwa. Hapana. Aya. Sasa umse famous huyu. Madheri huyo ni mgondi. Madhari yako wa nini wa mwa? Alikuwa huko kwa kina PK. What? Watu wana breed, Pigia huko ni kali. Right. Tulibadilika siku hizi. Bro huko Hapana. inakonga kama Narcos. Hapana. Mtaa kwetu saizi ni kupoa. Kuna man. Hebu anakuja na watu vya invest na wanunua mashamba kununua. Ndio kama uone maflats ziko saa hizi. Huko kuna kwanga hadi na makatel hivi nini. But by the way mbona nini iki-increase hivyo maybe watu waki-increase place crime kama hizo zina increase Singi. Hii kuya kwa kina PK ni cancer. Dinapatanga the more place inakuwa. The more vitu kama hizi zinakuwa pia. Kuna jamaa wako huko kwa kina PK huko. Alikuzanga akaiba ng'ombe. Sasa like hapa ng'ombe iliibwa. Sasa walikuwa wanatufuata trail. Uchiki ng'ombe sinaenda tu wiki. Obviously. Sasa walifuata hiyo trail. Alafu Ikawapeleka mpaka kwa mwenye ame. Sasa mwenye alibiwa, I think mwenye alienda soko. Watu wende kwa kichinjio. Kwa na butchery. Ne ng'ombe inakaa brother yangu. Hata ng'ombe huko man. huwa si wachoche. Kwetu mtaani uko poa sana. Unafaa tu uhamie huko by the way. Hii hapana. Nani? Stano? Free advice. Usihame huko. Lakini funny thing, hadi vile Jenga anasema kwa ni safe. Kwetu kuna plots ziko like zinakuanga maybe 100 meters away from here. Mbona sisi tunakaa hivyo? Si apartments, plot tu. So, nguo zinaibiwa. Unadhani zinaenda wapi? Nguo zimeibiwa. So watu wanafuata, wanataka kujua nguo zimeibiwa like plot mzima, plot ya nyumba ngapi? Kama mbao. Watu wenye walikuwa wameanika nguo zao zikaenda na viatu. Sasa zimebeba na magunia. Sasa watu wamefuatana na wao, juu waliwaona. Watu wamefuatana na wao. Waliteremka kwenyu. Wakuta kuzificha. Similar story na hiyo. So ikakuwa issue walikuwa wametoka hiyo area. Walikuwa wametoka wapi? Niko sure walitoka kwa kina PK. Hakuna. Mpaka walijulikana ni akina nani. Walijulikana na wakajulikana wametoka hiyo area. Walai. Na si pana mara moja walikuwa wameiba. Ni mara kadhaa, si ndio? Mara kadhaa, mara mingi. Mpaka kuku. Walikuwa wameiba mpaka kuku. Sina kushuhudia kuna jamaa fulani alibongo kuku alafu akashwangwa moja yenye mguu iko. Ndio story. Man. Alafu ona vile tumeketi tu. Kwenye ni ngambo. Kwa hiyo ngambo. By the way, napanga hivyo. Tunapangana. For whoever is wondering, this is what tumedivide na stream. Kumbuka stream ndio singine. Nika stream tu kama tudivide. So kwa mtaani ni madness. Alafu napatana wenye wanaiba. Si ati ni professional. Ni wale tu wakuja tu kuchua kuku. Yaani mtu amejiwekelea tu hiyo shughuli. Juu anataka tu pesa kidogo ya either ya kutumia drugs. Kuna pasta fulani walikuwa wamerentingi karibu na huko kwetu. So sikii mimi nilikuwa nashangaa upasi. Like wanafanya nini aje? Na walikuwa wanatusiananga like hiyo familia yake wote. So pata niko pasi lakini manini zingine wanaitana man.
ulikuwa medium like siwezi enda chacho mse. Just ni familia yake. Na kila mtu yani. But ni unaona homestays za mapasi zinakuanga fani sana. Like umeikuwa na maybe umeikuwa na beshte mwenye ni mtoto wa pasi. Niko naye mmoja anakata. Sasa Watu hawakaangi nini zao kabisa. Haendi kazi, hapati. Mimi nilikuwa mwingine alikuwa Mgodi high school. Wow. kama mimi huyu jamaa si pasta squeeze. Sasa Hao watu walicheka out account yake. sasa tunataka kusema Mimi ndo umesema. hapana. Mimi ndo umesema. Huyu si pasta. Wewe ni. Wewe ni. Mtu ambaye anaelewa kile anafanya. Sawa. Inakuwa hakuna I don't think kuna mtoto wa pasta anakuwa. Hakuna. Wala Ama atakana na watoto wanne, mmoja kwa watoto wanne, lazima akue. line yake haiendi poa. Hata tulikuanga na nini fulani hapo hivyo. Kuna team hizi nini zilikuwa rampant. Hizi ma nude parties. Ndio kumbuka time. Nakumbuka. Alafu asikia timepangwa na mtu wa pasi. Mtu wa pasi. So shanga. Shangara Sijui like mbona inakuwa niko hivyo sana. Sijui kama ni sisi tunaonanga kama maybe ni mbaya juu mtoto wa pasi. Kuna venye wanafaa kuwa, si ndio? Kuna venye wanafaa. I think tunakuwa tumeform vile wanafaa kuwa kwa akili. kuna expectations zinakuwa zimewekwa. So hadi mtu akifanya kama kitu tu hivi tunaona ni kama ni kitu kubwa. Alafu sasa kuna hizi mastori za unapata watu wanakaanisha nanga lakini wanapiga nanga kila siku. Kuna kitu ya ati after mtu asha grow up ndo unaanza kujua drama za familia. Wallahi. Ati unasikia tu anko yako amelewa siku moja alafu anakuambia unajua unakuanga adopted. Ati unajua ni kuzanga, ati unajua ulolongo na mamako. Wewe unajua man. Lakini drama za mtaani man. Za ma homestead. Hizi zinakuanga noma man. Lakini inakuanga always. Mungu tu asubuhi unasikia watu wamerushiana maneno. Unashangaa rada zimetoka wapi tena. Alafu kila boma ikosi yule alikako fulani. Anakuwa tu mlevi, anakuwa tu zake. Akukosana. Hakuna pale ana participate kwa familia, kwa issues za familia, lakini yako tu. Lako tu. Tokeanga tu. Alafu unapasa yenyewe asizanangi na brothers na sisters zake, lakini kuna ile nephew mmoja ama kitu kama hiyo. Mnasikizana kama mimi na niko yangu fulani tunasikizana, lakini asikizana na wao wengine wote. Hao watu wanakuanga ni good vibes inshallah. Alafu for some reason upendo tu na kila mtu kwa familia. Na wananga pesa. Na wananga pesa. Eva. Na wakosangi kuleo. Na akiwa nazo, labda amefanyia kazi leo akapata, utajua tu. Lazima utajua. Utajua tu. Pia ni madness nyingine mtaani. Madness nyingine ya mtaani bado. Wale ambao kuna maanko ama relatives ambao wanakata na wanaga kitu. Siku na mzee fulani wa home. Sasa majina. So sikia sasa shosho ni mzee ndio. Sasa alikuwa anajua anaekanga do chini ya pilo akilala. Chiki venye si kila mtu kwa na hiyo place kwa hide do kwa nyumba. Janga kama shosho yake chini ya pilo. Akaenda akachukua ilikuwa I think 7. What? Hata wenye like socially realized like do imepotea, akashangaa kwani pesa imeenda wapi? Si akamua ni aje aulize, because obviously labda alimisplace tu. Kutafuta pesa ipatikane. Ni sasa unajua tu mtu mmoja mwenye ushukiwa. Ukaenda kwake kwa nyumba. So ski ilikuwa na couch kama hii. Alafu ndio kamera hapo hivi. Alafu anazisunda hapo. Sasa anaulizwa, anahojiwa hapo, anaulizwa umeona pesa? Anasema si mimi nimechukua. Si akakana. Kidogo wangu mmoja akarealize na hapa mbona naona ka slit kwa nini? Kama kuingia ndani akapatana na hiyo do. Mbona weka do hapo? Ati akasema amerealize shosho yake amekuwa mzee. Ati ameweka do fit. Tutamwekea do. Na waso kwa Kiswahili nyingine. Sana convincing. Walai. Mimi niko na kango fulani hapo. Ukata. Sasa siku moja akaenda akakata. Ona keg. Bibi akasijua ni kweli alikunywa akafili nini mingi sana, akabeba takeaway. Takeaway anafungia ile kama ile kata sukari. Nafungiwa nayo. Alafu keg na sasa
hiyo siku sasa akasema asalimie mkoro wake. Akapitia kwa show. Sasa yule unaona kwenye tu aliketi tu hivyo. Ataongea 1 2 3 hivyo akazima. Na kuna ile nini? Ile nini yake ile amesema maana. Sasa hata kulala flat asifinye imwagike huko. Sasa amekaa tu straight na akazima. Show alikuwa anachapia, aliamka tu akamwekelea kileso ama kiblanketi hivi. Wewe jifunike tu lale tu hapo basi tupatane kesho asubuhi. Juu haamuki, amezima kabisa. Wacha hajaamka asubuhi. Sijui yeye alijitandaza. Ile staff ikaanguka chini lakini haikumwagika. Sasa akaamka, akatayarisha chai kwenda kumuita akapatana na hiyo pombe hapo chini. Akachukua kaenda kamaka kwa choo. Sasa acha nikangu hajaamka nastukia. Nakumbuka ana pombe na nafaa kutoa lock. Wala hata show nini atakeleza show aje. Hata kumwambia sasa hizi ndawa zangu za tumbo ni herbs. Alibaba kia kiteka wewe. Literally. Wala anaenda sasa tunini atini itagotea atini dawa za nini za miti zake za tumbo zile za Masai Marubaini. What? Wadhani shoga alikuwa amekasirika aje. Wanaona mimi ni mtoto. I had to go there and cool down juu sasa. Jana kijana yake anambia, nilikuwa namaanisha vijana ama watu. Huko na Kiswahili nyingine kali. Ana make up two stories haraka just to kondokea ngori fulani. Kweli. Leo vitu tu zinafanyikanga out of the ordinary hadi kwa zile za ama mtu anafanya kitu kwa zile za hii hata sikuwa na expect atakaa ni possible. Unapata naona majamaa wanakuwa so blessed. Naona akiingia kwa kazi anajituma sana. Hao sio ufanya kazi. Lakini saa juu ya pombe tu like unaona mtu tu grow but kazi hiyo mtu anapiga kazi acting. Kama kuna mse kama mtaani wetu muoneshe tu love. Wallahi. Alafu anakuwa na energy nyingine positive. Love ama rehab, so whichever the case. So you choose man. Lakini man. Ala sasa kuna pia like madonda na vitu zenye. Kwanza hiyo lingo man. Unaona kuongelesha tu vibaya for no reason. Wallahi. Wadonda anakuanga diabolical. Kuna kitu nachukia kama poketi hiyo sambaza. Hadi mimi nachukia. Nachukia kukaa kwa hiyo sambaza. Alafu hujaiona unajua kwetu kuna ngaza vitu. Unaona hiyo sambaza? Kwetu sajua kuna mat. Yaani minibus. Kuna niliona lazima kalia sambaza. Maana sambaza zinakuanga. Alikuwa minibus huko. Azikuangi. Sasa kwetu kuna anga. Sijaiona hiyo story. Nilionea huku. Huku zinakuanga. Kwani walai si minibus zimekuja juzi. Labda kwetu zimejaa kitambo. Ndio nataka kuambia sako ya kwenu. Ni za watu soko. Hata kudanganya. Abana walai watu bora. Walai. Kwetu kunanga. Kama hakuna. Na bado ndo pasta siwezi bora. Kama hakuna. Tembea uone. Niseme sako yenu hapo. Na kuna mnakuwa na mati. La tena iko na sambaza watu wangu. Haina. Tena tu kuli. Sometri kwa sambaza kuli. Haina. Umesitulua sana vitu zina the crazy things that happened sio. What are the ukumbuka ile story ya ule mse huko kwenu? Mwenye alipata do kwa Walengi. Actually is my uncle. No way. Walai tena. No freaking way. Walai tena. Siwezi kuchocha. Hii nani amini? Unaweza kuwa pastor. Ni kazi ya mkoro wangu. Unajua story? Zio story. Alai kusikiana. Ilikuwa mleta ngadi Churchill. So huyu jamaa shikiwenye mse like mse alikuwa donda. Sasa like vile mtu angusha wallet kwa mata alafu unaenda. Usiku mse alirudisha hiyo do. Imagine. Allah. Ni anko yako. Na ikafungua milango mingi sana kwake. Alisali hiyo kazi ya donda. Nasa yako fiti kabisa. Yako poa. Allah. Mimi unaweza rudisha. Kuna ngana. Sasa wana ile story ya wizi. Siti. Hata sijamaliza point. Ndio tunasema wana tu. Unajua ni nani?
Haujui Ujui ni ni ya ya nani. nani? Wewe ni donda. lakini ni ya customer wako yani Unajua tu anaingia kuna kwa mtu- mati yako Unajua tu wallet imeachwa kwa gari lakini sio yangu. Ujui ni ya yako. nani? Lakini si yangu. Niko na 30 G's. That is. Shika Umpe fikiria. hii board. Umpe fikiria. Wow. Hizi ni za pita na hakuna. Maina. Hiyo sio wizi. Sikia, Wewe sikia. ni busy, bro. Hiyo ni wizi. Ngoja, ujui ni ya nani? Ujui ni. Lakini Si ni ya- kusi ni wallet. So utauliza aje mwenyewe ka ujui ni ya nani? Si wallet, bro. Wallet. Wallet iko na nini kila Iko na hiyo ID. naweza pena kani sasa najua mwenyewe ni nani sasa. But kama ni wenye sijui mwenyewe. Unakumbuka hizo maswali za scary? Hizo maswali zilikuwa zinaniboo. Zilikuwa zinaniboo. Ati alafu na feel unauliza mwalimu. Katika utapea mwalimu hata. Ati wewe unajua kitu naweza fanya. Unaanza na kuongea. Ai, siwezi mpatia. Hizo maswali zilikuwa za ufaa. Madness. Level yake Lakini hizo maswali like hii. Zilikuwa za ufaa. wow Ati nasikia ati swali inauliza ati if you found money for ground shule. What would you do? What would you do? Alafu Answer unapatia A. Option A, would you give it to the teacher? B, split it the with your prefect. friend. Kwanza nikisikia prefect. Ati prefect. Prefect yani mwingine alikuwa anakuwa principal, I mean head teacher. Nini ama you'd keep the money. You'd keep the money. ukipeana Hakuna mtu Jenny mzuri answer kati wewe yao wote, unaanguka tu ukipeana Jenny answer venye tu umeona Sasa pesa na tia tilikuwa imeandikwa jina, hata teacher atajua je ni ya nani. Najibu ni yako. Msa alikuwa anauliza ati mbona composition ulikuwa unapata unaambiwa write a story about yourself. Ama hiyo siku moja ndio nakumbuka. Ilikuwa ile title ilikuanga. A Day to Remember. A Day to Remember. Alafu mwalimu anakupatia 08 tofauti. Na maisha ni yako. Na story ni yako. Story ni yako, ya story ni yako. Unakuwa andike about my pet. Unashangaa pet ni yangu ama ni yake. Anipe 08 why? Lakini kusema huwezi rudisha ni crazy man. Unarudisha. Vile Nimesema naona kama umesema iko na wallet, maybe ni wallet si ndio? So iko na ID iko na nini? So nimejua ni ya nani. So hiyo nitaulizia. But imagine umepata dhao. Haiko kwa wallet ama iko nini? Iko tu kwa mat. Utapea nani? Seriously. Na mwenye utapea most probably hadi ataweka kwa mfuko. Kuna kuzo wangu fulani alikuwa donda alikuwa ananiambia unapatanga sometimes unakanga nayo kitu for like 2 weeks. Sasa mtu mmoja akikosa kuja kuclaim sasa anajiwekea sasa. Unakaa tu na lakini juu ya hiyo story imekumbuka kuna time mkoro wangu ameacha Shopee. Kama Hakupata. amepiga shopping. Mimi nimengoja hapa shopping inakuja. Shopping moja noma sana. Alafu anaacha kwa mat. Anapata hiyo nani dereva the next day kwa stage. Hapo kutamuuliza niliacha hapa shopping ati hajaona. hiyo na watu Na walikuwa wanakaa yeye hapo mbele. hiyo haina entitlement ati kuna ID hapo hiyo inabeba tu Lakini si aliona. Lakini sio hiyo dere aliona na walikuwa wamekaa na yeye kiti ya Sasa mbele. alikuwa ameketi hapo kwa dere. Imagine amekaa kwa dere. sasa mimi shopping nimewachwa na ile vitu ziko hapo ni vitu tunahitaji Lakini lakini unaona kutumia hapana. logic kuna mse fulani alikuwa anasema aje kuna mtu tu anaomba tu Eh. apate kichwani. Alafu sasa huyo wewe uangushe. Wewe angusha. Sasa ni muombe yake imejibiwa. Mama sana. iza bro hata kama Shopping bado na nyuma. Lakini mimi feel like tunafaa turudisha man. bana huyu jamaa akiambiwa promote mtu kwa duka hapo next atake hata kwenda kwa super mall Ai. hata vitu ziende Sasa utaenda shopping kwa duka. ndio sababu Ai hapana. promote hiyo jirani wako hapo Ai zi. azingepotea Lakini hiyo dere ni aliweka hizo vitu. Ongea tu kweli. lakini huwezi tumia hizo vitu bila hiyo yani guilty kuhunt Wallahi, huyo aliamua tu Wewe unapeleka shopping. nyumbani For free. Shope. unajua unapeleka nyumbani shopping bibi hajui kwenye umetoa mtoi hajui kwenye umetoa Oshango unaoga. kama kulikuwa na bika mtoto anasherehekea wewe Kuna uko pale pale nilifurahia hiyo siku. Unaoga na sabuni na ungari. Ama sabuni yenyewe haitengenezi form. Ilava. shida ni ikue kuna kitu iko hapo wewe hujawahi afford alafu umeletea watu familia yako wanashangaa okay toko Imetoka wapi? Culture shock. Imetoka wapi? au wanafikiri tutakuwa tunapata kila wakati shopping ikiisha habari ile Mimi kwanza a moment of silence
kwa zile umbrella zote nimeacha kwa maji. Bana. Nimeluza umbrella Umepoteza nyingi, bro. Alafu azikuangi zako. Nile kusaidia nile nyamama. Eh. Nimeluza umbrella mingi sana. Na zile nanga wapi juu sasa? By hizo umbrella zinaenda wapi? Sijui wale upeleka man. Watu wengi kwanza Pata na umbrella yako Huko kikomba. kwa kinapikia huko. Like mtu alikuwa na bibi yangu alafu napata mtu amevaa kiatu yako. Kweli uongo pikie. uongo. Wewe toka hapo. Lakini kuna story wali Sio kiza pata mtu kuna jamaa walinitenda. Unaweza du. Kuna jamaa walinitenda. Tume nikupea story. Kuna jamaa walinitenda. Nilikuwa na shop lakini ilikuwa kakibanda, so ilikuwa tu open hivyo. Sasa siku moja sijui ama ni stima zilipotea. I guess stima zilipotea around hapo saa moja, saa giza ikaingia, so I have to pack manini vitu zangu za kuuza, nizipack nizipeleke mtaani. Hivyo ndio nilikuwa nafanya. Sasa mimi nikipack niliwacha sandals karibu 14 pairs zilikuwa za kuuza. Sasa na mse uhang pair una hang kitu moja, either ya left ama ya right ya display, hiyo unaweka hapo ndani, ndio hata mwenye akichukua akiweza kuibua. Niliwacha viatu za left zote is 14 zika left zilienda. Karibu 6 months later apata mtu amevaa viatu ziko kwa mbona hazifanani ziko left. Ukijaribu kai by the way na leo amevaa ni msichana amejiachilia, ni mlevi nini. Naona wasa na nyumba wa mtaani tu alijiingiza tu kwa pombe tu na baada za kulevya. Hakuna venye yako. Ukimuuliza hata unaona yeye hawezi kupea jibu. Lakini amevaa za zifanani zote za left. Sasa mguu right ndio inakaa hivi. Unaona kwanza hizo maskam za tao. Maina. Like unaona bike yatu usiku. Wallahi Inakaa fiti. Alafu ndio kwa nyuma inakauka. Kuna zingine alikuwa ananukia shule, imepigwa dye, kiatu ni dark vizuri na shine. Ndio huyo kiatu man. Sinaona Tano white. nilichokia discuss wanafanyanga achukua TP. Ndio. Sasa alafu tutachiki leso unaona kiatu. Si kitu ka J4 siko na nini imecrack. Sorry. Sasa nachukua glue. Hizo kwa usiku huwezi notice. Wewe kana kufua man. Na kufungiwa nguo. Unanunua nguo 5, akikufungia anatoa kama 2. Maina kuna nyingine. Anakufungia 3. Unabuy sandals, si ndio? Alafu anakwambia nikufungie. Alafu sasa like anakifunga hapo hivi down, anaweka slippers ndani. Ndio ukifungua unaona tu shape ni the same. Zinafanana. Unapata? No watu upata the same spot yenyewe. Wallahi. Mimi ndio maana mimi jaribu ku avoid kununulia watu wenye wana move around. Mimi beta nunulia mtu mwenye najua nitampata kesho hapo bado. Nilishikia discount fulani. Nishikizi minji zenye uzo tao. Sasa hiyo kasuku. Tumia watu kg. So mwanunua minji. Kumbe ameweka kuna wenye kamekorogewa. Ameweka kama dimanga hapo kwa ndani. Sasa si unaona hii kitu iko full. So unabai hizo minji zako. Alafu akisha kupakia anaka flip. Anakaeka hivi. Anakaeka hiyo. Sasa sisi ameku. So unaona wenye wanaka. Sasa akisha katana kuweka hiyo bag, hiyo neti. Anakaacha kama ameka flip hiyo. Kumbe ni nusu man. Watu wajua, wao wa Kenya wanajua kutengeneza pesa. Wakenya ingiwa ni wakora. Hizo scam. Na hizo za referrals. Hizo vitu nimezifanya. Umefanya? Zilikuwa zinanibo. Nikiwa college. Kuzana makuza kutoka shago kuza college. Sijui terifana. Kama atianza make 10k kila wiki. Lakini ana register na 3,000. Kijana nani? Akapana 3k. Kuna nyingine ilikuwa sijui ya kunini ya kuendesha gari. Like unaingia kwa hiyo app, unafinya drive. Hiyo gari na drive. So umeweka kama 10k. Umeweka kama 10k kwa hiyo, umeinvest 10k kwa hiyo kununua hiyo gari. So hiyo gari kila siku inakupea 700 ukidrive. Aje sasa. 700. So usimeka 10k. 10k ilikuwa ya kununua gari. Kulikuwa na gari ya 10k ya 50k. Hivyo zilikuwa zinajipanga hivyo. Ukinunua ya 10k utapata 700 kila siku ukidrive hiyo gari. So unarudisha mahesabu ati UK 700 per month
itakuwa imerudisha 10k yako unabaki na faida. Unaendelea sasa. Okay. So, Mileage. 50k ilikuanga 1500 kila siku. 1500 kila siku kidrive hiyo gari. Si watu waliingia. Wengine 50k in 1 month umekutengeneza 50k. Inakuwa hivyo. so watu wameingia wengi. Wenye waliingia kwanza kama 20 wameshapata do zao na bado wanaendelea ku make profit. So in 2 months Wengine 200 wameingia. Pesa zao zote zikaosha. Inakuwa hivyo. Mimi nishajipata kwa moja. Wanadanganyilianga hawa kwanza wanaonesha kuna dondo walete wengine. Nishajipata kwa moja. Kinate. Nishajipata kwa moja niliingia na best yangu. Yeye alikuwa anatengeneza pesa na anakuonesha. Like akuja ananichapia akaniambia ati hii ni kampuni ambayo ina kuongeza views kwa YouTube. So the more unaona trailers, Nimegumbuka hiyo. umekumbuka? Sasa the more una watch videos the more unaana. ukiona hiyo trailer moja napata 20 bob. Sasa kulingana ile pesa niliwekelea, so niliwekelea 2700. Unapata kwa hivyo kwa wiki unakuwa unapatiwa 900. Nikapiga pesa hizo ni wiki 3 nirudishe pesa yangu. Alafu niwacha nikiona trailers nakuwa napata Pesa. Unaona nilipata 2700. Zimerudi. Sasa nikojea faida na nisha watch hizo trailers. System ikaruka. By the inaharibikanga hiyo ndo wanasemanga kila time. Zinakuanga scam. Hata ilikuwa sijui system inaharibika. Ni pyramid schemes. Ndio pyramid schemes wako. Sasa si ni triangle hivi. Inamaanisha the higher you are in the pyramid, the more you benefit. Venye Maina anasema leo. Sasa wanakuja alafu wanaanisha mali niingiza kwa staff. Alikuwa anajua anapata 60 per month. 60k. Sasa shida ilikuwa sasa alituconvince tukiwa wengi tuingie tukaingia alafu system ikahana. Sasa wanakonga hadi na ofisi man. Wako ina maofisi. Kama walikuwa hadi na ofisi juu Toronto sijui wapi. Toronto I think. Imagine. Vile kitu ilikuwa na ni kuzangu nilikuwa na mumu unadanganywa. Sasa mtu amevaa suti na ako na gari, imaanisha tiwezi kudanganya. Hii imenikumbusha siku nyingine kuna place nilikuwa nasomea comp. Nilikuwa cyber hivi so alikuwa anafunzana computer. So mwalimu mzama amekaa na suti, anajiita mwalimu wa Alliance. Kuja amemwambia nataka ni print document fulani hapa za exams na kuja kuzichukua. So mwalimu akamwambia sina hizo papers za kuprint hiyo yenyewe. Kuna nini alikuwa anataka kuwa na hizo papers. So akaziendea cyber yenye iko chini. Najua amevaa suti, huwezi fikiria tu hiyo mtu utamwacha hapo aibe kitu. So mimi niko ndani, so ilikuwa imegawanishwa. Niko huko hii side nyingine ndani, niko peke yangu. Nafanya tu classes zangu kwa nyuma. Mimi namuona juu curtain vile imewekwa, unaona mtu akiwa hiyo ile one way. Ni one way, yeye akuoni. So mimi nadhania ni mtu maybe ametrustiana na huyu mwalimu wangu. Sema ingia hapo, mengia kwa comp. Amefanya vitu hapo Miss Junior alikuwa anafanya. Amefungua drawers. Mimi nadhania maybe watu wanajua hadi vile nimwambia print documents. Maybe ni msio wanajua. Na akaenda. So mwalimu akakuja akaniuliza, "Huyo mjamaa alikuwa hapa ameenda wapi?" Na nimekaa na papers. Nikamwambia mimi sijui, but maybe anarudi juu naona simu yake ameacha kwa printer hapo juu. Mjamaa amechukua simu mbao, amepaint kama simu. Hiyo si simu ya ukweli. Ameiwekelea kwa printer ndio mtu dhani anarudi. Wow. Na akaenda, akaiba simu ya mwalimu, laptop yake. Nini nyingine alitoka nayo hapo? Mwalimu alikuwa sema laptop, simu na pesa zilikuwa zimewekwa hapo kwa counter. Akaenda nazo zote. Na akaacha simu ya mbao hapo juu. Ndio msee ni smart pia. Sasa kutoka time mwalimu alikuwa na mtu anakuja hapo. Ati hawezi kuacha hapo. Sema ofai kutrust watu easily hiyo design. Wallahi. Sika hizi maskam za tao, si scam pasi, but like unapata umekuja tao mara ya kwanza. Umesimama tu hapo archives. Ndio anakuja na kuomba simu nasema, sijui eti nilikuwa sijui nipatane na nani. So unamsaidia simu alafu anaenda nayo. Ana disappear tu. Hadi nilicheki ingine hapo sasa. Si hadi ama unageuziwa. Sina na kushow unapea simu hadi na anaita watu wanasema wanataka kumuiba. Sina kushow kitu kama. So sikie kuna hii wako fulani unapanda mat. Sasa unakanishana na mse fulani anakuambia nianze nisaidie simu yako nipige yangu ni kama imepotea. Nisikike iko around. Sasa basi unampatia simu anapiga. Namba yake. Sasa ishapata namba yako sasa by default. Sasa kitoka anamea donda nikaa nimebiwa simu. Acha nipige. Sasa yeye anapiga sasa namba yako.
Sema simu italia. Simu italia. Sema huu ndo amenibia. Wow. So by the time you explain. Watu washadhania wewe. Wala. Na unaweza kufanya design. Hiyo tu. Unaweza kufa, si ati. Watu wajua ukasika. Piga na mawe hapo, unajua watu hataki kujua. Alafu watu nikawa napatanga thrill kwa hiyo nini ya kupiga hizi. Very even get it. It's like kuna kuwa na thrill juu hata watakangi kujua kwanza kusikia mwizi akiji-explain ama kitu kaa hii. Au tuuza madawa kwa Kenya Mpya. Wanasema kwa legit. Kuuliza tu. Basi sijai buy lakini nimepatana nao. Ai. Sidhani. Umeichezeshwa hii 3 card monte tau. Hii ya kadi 3. Muzi wana tu lakini si kwa. Unawekewa kadi 3 sijui unaambiwa uwekelee pesa ngapi. So anakuonyesha kadi zote 3. Anakuonyesha hii ni color red, black na ingine maybe ni ace Yako ni gani? Alafu anazifunika, anazipendua zote. Kiambu Anazifanya hivi na kuambia chagua sema hii ni gani na hii ni gani. Kiambu wende Murang'a ama Nyeri. Wewe si umeona zikienda hivyo. Unazipata udhaa. Wewe umeona zikihama, so unadhani umeona kadi. Acha atoe kadi hadi si. Utaipata right your stuff. Atufanya watu wao fala. Najua anakuwa ngaje. Tunakaa ule best yake ule mwandishi. Tunaenda na Jenga na Western. Sasa wewe ni wa example. Wewe unawekelea lakini wewe ni mmoja wetu. Wewe unawekelea, unakula. Una convince mwenye kwa hapo, huyu jamaa hata si wa hawa lakini amefanya nini? Huyu anawekelea. Na zake zitaenda hivi. Wewe ulikuwa sapewe story ya pool? Ni nani? Pool. Sasa si watu wanaenda wanakuza pool, watu wawili. Sasa mmoja wanacheza za kubet. Sasa mmoja anajifanya mnyonge. Lakini jamani mnoma. Sasa yeye ana lose game kama 10. Sasa ame lose. Sasa sasa unataka kukula ujamaa. Sasa wanakelea bet. Sasa kila mtu ana bet msee ata lose. Kwa ni kampango uko nayo. Ana win. What? And win after win. Back to back hiyo. Na watu wana lose pesa hivyo. Kama hizi scams ziko kila mahali. Kila mahali. Mimi mwenyewe hata nimewahi participate kwa moja. Like kuna time nikiwa mdogo tulikuwa tunachukua sumuni. Nakapiga graphite hapa na pencil. Anapeleka kwa duka na kaa 10 bob. Tofauti yako na mtu ambao kuna na napata ngumu bure. Lakini hizi scams zinakuanga zinakuwa mingi. Mtaani kwetu kuna msemo mwingine tulibeba ufala. Anauzanga samosa za waru. Ni 10. Sasa tukifanya kazi place hapo tulikuwa mjei. Mimi na my uncle. Na kwangu anakuwa na mchezo mingi. Kumbe yako na 20 bob yenyewe si ya Kenya. Lakini inakaa tu ka 20 bob hivi. Akaambia mse wa samosa, we tupee 2 mimi na PK, alafu huko nishachapa job nikilipo, tutapanda tu huko center, tutakufanya nini? Takuwai mbao yako. Hapana, sikopeshi, nimetokea saa hizi, ndio round ya kwanza kuuza, so siwezi peana na credit. Akamwambia, akiwalai tupatie tu roho safi. Mimi nitakuletea nini? Siwezi kunya. Akambeg. Sio jamaa akataka kukopesha. Kumbe kwangu alikuwa yote ilikuwa tu ni kumtrick tu. Alitoa ile coin inanyanyaka mbao akanirushia. Okay. Mimi nikashika hivi mbao na kaangalia. Kuna si ya Kenya. Nikitaka kuongea akaniambia. Ananiambia PK bado kopesha ile mbao ulikuwa nayo basi je nakataka kunipea. Nikamrudishia nini? Sasa wazama hata kuangalia. Tukapewa 2. Tulikuwa tu saa moja na sasa katika hivyo. Hizi scams zinakuwa zimejaa tu kila mahali. Especially siku hizi zimekuwa rampant. Na siku hizi zime upgrade sasa ziko online man. Afu watu wako desperate kupata pesa. Sasa baadhi ya watu feed off desperation ya watu. Sasa unagongwa tu, unanyoroshwa. Unaweza triple ama double tu yako. Baadhi hata ndio maana scams zimekuwa mingi. Juu scammers nao wamekaa chonio, watu wako desperate for making it fast, making it. Mzee wangu ashakoniwa na watu wa kumu kwa nime na M-Pesa. I lose I think 57 G's man. What? Shit. Hivi kuna time nikumbusha. My mama amekopeshwa Mshwari. Changu vu. So watu wanataka kumscam but wamepata M-Pesa yake ina do.
So wakaamua wewe chukua tujue. loan. Wakachukua loan mshwari. Si joke. Kwa sababu amekuwa hadi sasa bado analipa hadi na si yake. Mimi nakushauri mzee wangu nilipanga ndio loan. Alichukua pesa ngapi? Ilikuwa ni 15k. Hata Analipanga kitu akiumia juu anajua si hata yeye. hivyo. Si Mzee wangu alichukua. alienda hadi kwa Makarao Safaricom. Ndio ilikuwa I think 57 Gs. Na on top of that akachukua deni hadi atimiza. Loan yatimiza. What? Alafu sijui na loan gani ingine I think mshwari. Wow. Hizi scams zinakuanga kila mara. Walai. Actually hadi kampu so unapata mtu anauzua unaambiwa ati bed sitter alafu kumuona tu yangu tu picha. Asa kuna mse fulani kwa majuu. Pikie huko kwenu. So ski mse ana mini brother yake. Anatumianga brother yake do ya kumzuia ya kiza amzenge. Huyo mse anachukuanga picha neighbor. Kumbe ni bake pia alikuwa anajenga hao. Wow. Coincidentally at the same time. So this is what he used to do. He used to take photos. You know, the neighbor's construction. So like foundation, nini venye inapanda. Anatumia sister yake. Like 4 million nini hivi. Kisha malizika. Niweka 5 mic hivi. Madam akakuja kutembea. No kile kike. Kwanza kafika. Kai. Wewe imagine you had earned money. Bro, 5. Alama mwenye anakufanya hivyo ni brother. Alafu yakufanya hivyo ni bro yako. Man. Si poa. Si poa hata kidogo. Na watu wanafaa piga hizo stories. Ndio kuwa wewe bwana. Watu wachanuani. Watu wajue. Bwana. Wow. That is crazy. Mbona niambie ukiwa umeng'ang'ana hivyo yote alafu mtu akule pesa yako. Unajua na pia yeye si hata anajijenga. Si ndio? Sasa ni kupiga tu raha. Saka watu wosho hadi magari. Zikiza ma story like unapata the same kind mozo watu kawa wanne. Ujuangi. Walai. Kwanza kitu kingine mtu anafaa kuogopa ni hizi masimu za second hand. Wewe zinaweza kupeleka kamiti. Hizo zipeleka watu. Hizo zinapeleka watu ndani vibaya sana. Unapata mtu umeuziwa simu 10k, maybe ni Samsung Galaxy huko. Kitu ya XP umeuziwa kama 10k. Alafu hiyo simu ilikuwa imeibiwa mtu na huyo mtu akiibiwa aliuliwa. Wewe. Unaweza kesi maada na sio ati wewe hujui kitu. Si ndio, hujui kitu hadi hauna idea what happened. Ni simu tu ulinunua. Watu wanafaa kuwa aware hizo kama hizo bana. By the way ukinunua kitu second hand, better tu kuwe huyo mtu akuwe na receipt ati alinunua hiyo kitu. Ifira ama ile maskamba nzuri. Unasema nini? Unaona udhuri? Kuna place ninunuanga simu. Samsung inawaka vipi? So Muislamu yaninunulia na niambiaje? Hiyo simu umenunua, toa kwa packet yake, uweke simu kwa mfuko, ubebe pack peke yake. Juu before ufike pale, utatifa. Ati watu wanaibianga wanangojaga ukinunua simu. Ukishanunua simu ambayo umenunua simu umetoka hivyo, watafuatana Sina kuanga hivyo. Sasa mimi nimenunua tenzi na shangaa huyu mjamaa mbona ananiambia nitoe simu niweke kwa mfuko, alafu nibebe box ikiwa tupu. Sio kitu yenye napikia anasema ununua Samsung alafu inawaka hotpoint. Au ununua TV ya Samsung inawaka. Inalia kama sauti ya Nokia. Ile ya Nokia. Tumekona tunasalimiana. Ana zino Nokia sasa hiyo kidogo. Kama Airtel. Wallahi. Si fiti lakini. Scams man. It's yani ni ngori kama watu wajui hizi vitu. Jujua sana unapataka kila generation kuna scams zake. Scam kama sasa zenye tuko saa hizi hazikuwa hiyo wakati wa enzi wazazi wetu. Na zinaenda ziki-upgrade. Zikikuwa worse and worse and worse. Zingine mpaka zina kwanza utarget. Kwanza hao maskama wana targeting watu wazee. Ndio ndoko. Kama sasa watu wako retired hivi time as kama but auto retirement saving yake wote imeenda kwa siku moja. Kama shamba yangu nilipata kwa nasikiza karibu 6. Unaona kwa simu na si ameweka. Anakatango karibu shilingi 5 kila siku kwa credit. Wow. Ndio your 5 bob accumulate. Ai ni pesa mob. Ni pesa mingi. 5 bob in 60 days. Ni pesa mingi. Ni 300. Na ni yenye hana. I feel like hata tukiweza hizi nini stories za scams craziness mtaani tunaweza ongea like ni story mingi tunafaa kuwa na episode nyingine man si ndio
ya scams kwanza. Hii tunaweza ingia in depth vizuri. Eh. Because ni kitu inasumbua kwanza mayouth sahi, watu wadogo. Watu napigia ilikuwa nasema amemiss Kadhuri. Before tuanze pod. aya by the way. Sababu Hata kadhu. Unakuja na nini? Asikuja mikono tupu. madafu Kuja na mnazi. Asituletee maua. Kuja na mnazi. Atafuta kitu atuletee bwana kutoka Zanzibar. na mtu akaona Mr. Z Zanzibar na show tatu pizza. Tutumie pizza. So that was it guys. Asanteni kwa kujoin leo. And it's a wrap. See you guys next time. See Thank you on so the next much. one na Mr. G. See ya. Peace. Mbona tunasemanga peace kila time? Niliuliza hivyo last time.